na dhahiri kwamba kilichosababisha maandamano yale ambayo yalikuwa ni maandamano ya vurugu ya kuharibu mali za watu, na matokeo yake wananchi wasiokuwa na hatia wameuawa na waliokuwa hatiani wameuawa. Mwanzo wa zile vurugu zote ni chuki. Chuki ya watu ambao imewajaa ndani ya vifua vyao, aidha ni wao wenyewe au kwa kupandikizwa na watu, kwa kuambiwa na watu. Chuki zenyewe ni kama nini basi? Chuki mojawapo ni kama vile kuona kwamba kuna watu ambao ni mafisadi katika taifa letu, wanaiba mali za umma, wakitamba hadharani namna gani wanavyokula keki ya taifa na kuwazodoa wengine ambao wanapitia wakati mgumu wa maisha yao. Kula ya mtu tu inakuwa ni ya shida, maisha ya mtu tu yanakuwa ni ya shida katika kuyamudu. Wengine wanadhalilika mahospitalini, wengine maisha yao yamekuwa magumu, ajira imekuwa hakuna. Watu hawa wametengeneza chuki, na chuki hii imetokana na kuwaona wale ambao wamepewa nafasi ya kuwa katika serikali, wao wamekuwa wakijidai, wakijiona wao wapo sehemu salama, wako katika sehemu ya kujimwamba fai, na kuona wale wananchi wenzao ambao hawana kitu, hawana wadhifa, kwamba si mali kitu. Mambo haya yanazalisha chuki, na ndio maana nasema kabisa ndani ya chama chetu tujitahidi sana sana ili tabaka la machawa tuliondoe kabisa. Wakati mwingine mtu unaweza ukawa unalinda hadhi ya chama chako. Kwa mazingira ya kawaida mtu hataki kutazama na kuona huyu bwana anatetea chama chake, lakini kwa kulinda hadhi ya chama chake. Lakini kuna maneno ambayo mtu akikusikiliza anajua ni kweli wewe unakitetea chama chako. Lakini leo kuna watu ambao wamejivisha uCCM, wamekuja kutafuta maslahi tu. Ukimtazama kichwani hana la maana, moyoni pia inadhihirika kabisa kwamba huyu mtu ni mwongo. Mtu huyu hayupo kwa maslahi ya chama, isipokuwa kwa influence yake, kwa kuwa na watu. Maana unaweza kuwa mpumbavu na ukawa na wapumbavu wenzako, na baadhi ya wanasiasa wanapenda sana kundi la watu lolote wakati mwingine, bila kujali kundi hilo la wapumbavu au ni kundi la watu wenye akili. Kwa mtu anaweza akamchukua kiongozi wa wapumbavu ambaye kimsingi akili zake hamna kabisa, halafu akaekwa mbele pale. Nini? Kwa sababu anajua huyu mpumbavu ana wapumbavu wenzake. Kwa hiyo mwanasiasa anaona kama ule ni mtaji sasa wa kisiasa. Sasa wakati mwingine tunachukua watu hawa ndio wanakuja kujimwamba fai kwa pesa za umma, ndipo chuki inapoanza. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, mimi naomba niseme tu kitu kimoja. Mauaji ambayo yametokea tarehe 29 yametuumiza sana wa Tanzania. Kina mama, mwanamke anatoka na uawa, anawaacha wanawe pale. Inasikitika sana. Inasikitisha mno kuona kwamba katika taifa letu tumefikia leo kwamba uhai wa mtu si mali kitu tena. Chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kimejipambanua kabisa katika kuthamini uhai wa watu. Leo hii mtu anakufa, halafu tunaona sisi ni jambo la kawaida. Mimi nilikuwa naomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wetu wa chama, makamu wa rais na viongozi tutakaowateua, na kwa upande wa chama Mheshimiwa makamu mwenyekiti, katibu mkuu wa chama, jamani, hebu tengenezeni, mchukue nafasi ya kuondoa visasi, itumike hekima ya kuyaendea mambo haya badala ya kutumia penginepo nguvu kubwa, ubabe. Mwisho wa siku inaweza katokea mauaji ya Watanzania wenzenu wakaondoka kwenye uso wa dunia. Kusema ukweli linakuwa ni jambo ambalo halipendezi. Ninao imani mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ni mtu muungwana, makamu wa rais ni mtu muungwana, wote wacha Mungu, wote ni wana hofu ya Mungu hawa. Tunawategemea viongozi wetu kuyaendea haya mambo bila visasi. Mtu yoyote mwenye kufanya ubaya usimlipize ubaya. Mtendee wema aje kuona aibu yeye mwenyewe. Ipo siku atakuheshimu, atakuthamini kwa wema tu uliomtendea. Lakini ukitazama yeye alitanguliza ubaya. Naomba sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ulilete taifa letu kwa umoja. Kilichotokea mimi kimenishangaza toka nione Tanzania hii, hasa kwa upande wa Tanzania bara. Wenzetu Tanzania Zanzibar, kile ambacho kilimjutisha Mheshimiwa Mkapa cha mauaji yale 2001 kilimjutisha Mheshimiwa Mkapa. Sasa na sisi kwa Tanzania bara kimetokea tena. Kwa mauaji yale ya Oktoba 29 yaliyotokana na chuki za watu.
Maana yale usije kayaita maandamano, ni chuki zilizojaa ndani ya watu, kwa sababu kama ni maandamano mbona watu walichoma magari ya watu? Kwa hiyo zile ni chuki zilizojaa kwenye mioyo ya watu, chuki zenye sababu mbalimbali. Chuki nyingine zina sababu za maana katika mioyo ya watu kutokana na maonevu wanaopitia, lakini chuki nyingine zimesababishwa na hamasa za watu ambao hawalitakii mema taifa letu la Tanzania. Naomba sana sana mama, wewe ni rais mwenye maono, rais mpenda watu, unganisha taifa lako liwe moja. Uwezekano wa taifa hili kuwa moja upo, na haina maana waliofanya mabaya wasishughulikiwe, lakini kwanza kujenga umoja katika mioyo ya watu, hiyo ni kitu cha namba moja. Namba mbili, namna bora ya waliothibitika kweli kuyafanya mabaya yaliyopelekea taifa letu kuingia kwenye majanga, itakuwa ni namna ya kiintelijensia ya hali ya juu kushughulikia watu wa namna hiyo, kuliko kubakisha chuki zilizojaa katika mioyo ya watu. Watu wakitafakari imekuwaje nchi yetu kufikia hapa, alafu bado tukaongeza visasi na visasi, taifa letu linaweza likafikia pabaya zaidi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asante sana Mheshimiwa Rais na wananchi wenzangu wa Tanzania.